mwenye alituma Elia akaenda kwa mwanamke mjane akamtengenezea kitu. Hakika Mungu huyu tunapomshughulikia anatushughulikia zaidi. Ndugu wapendwa, dada wapendwa, tunaoishi hapa ulimwenguni, tunapongojea kurudi kwa Yesu mara ya pili, ni ya kwamba tuweze kumweka Mungu mbele, na hayo mengine yote Mungu Mwenyezi atatuzidishia. Tukamtanguliza Mungu mbele. Mungu awe ni wa kwanza katika maisha yetu. Mungu awe ni wa kwanza katika shughuli zetu. Tunapoamka kwenda kufanya kazi, tuweze kumtanguliza Mungu mbele. Na hakika ukweli ni kwamba maisha yetu yatabadilika. Ukweli ni kwamba tutaweza kunawiri katika maisha yetu. Basi wapendwa katika Kristo, ni ya kwamba Mungu huyu anatuhitaji. Mungu huyu anatuita tena kwa moyo wa huruma, moyo wa unyenyekevu, ya kwamba tuende kwake. Ya kwamba Mungu tunaenda namna gani? Papase moyo, papase, tukaweza kuendelea kwa Mungu kwa njia ya ukweli. Tuendelee kwa Mungu na njia ya ukamilifu. Tuendelee kwa Mungu na zaka na sadaka yetu na matoleo. Ndiposa hakika Mungu wetu hatatuacha. Tunapoangalia katika maisha yetu ya kiroho, ya kwamba bila kumtolea Mungu, bila kufanya kazi ya Mungu, hakika hatuwezi kufanya jambo lolote. Hatutaweza kukua katika maisha yetu ya kiroho. Ndugu wapendwa, na wasihi hivi, kama kuna mmoja ama wawili ama watatu waliosema ya kwamba hakika mimi hii mwaka sitaweza kutolea Mungu kwa sababu nilikwazika wakati mwingine, ama pesa yako haikufanya kazi, na kusini kwa moyo wa huruma, moyo wa unyenyekevu, ukaweza kujipapasa na ukapiga moyo konde, ukaweza kujua ni nani unamtolea fedha na ni nani unafanya kazi yake. Sisi sote ambao tuko hapa tuna nia ya kuweza kumlaki Yesu anaporudi mara ya pili. Tunajua ya kwamba tunafanya kazi hii ili tusiweze kubaki duniani. Tunafanya kazi ya Mungu tusije tukakuwa wapumbavu. Tunafanya kazi ya Mungu ili Yesu anaporudi na ufalme wake atukute sisi sote tunaofanya hii kazi kwa bidii tumejitayarisha ya kuweza kumlaki na tuweze kupumzika naye kwa kazi hii mingi ambayo tunafanya hapa ulimwenguni. Basi wapendwa, nani pamoja nani wanasema ya kwamba mimi sikutoa lakini saa hii nitatoa, ama Sabato ijayo nitatoa kwa kazi ya Mungu ili na mimi nikabarikiwe kama mwanamke mjane? Ni nani? Nani huyo anasema wao sipei na sitolei Mungu, mimi naishi bila? Umejua mara mingi tunapoishi hapa ulimwenguni, Mungu anatubariki kila kuchao. Mungu anatubariki kila kuchao. Na ndiposa unaona ulikuwa na shilingi 10,000, Mungu ameongeza umefika kwa 20,000. Mungu ameongeza umefika kwa 100. Mungu ameongeza umefika kwa 200,000. Lakini sisi tunajifanya ya kwamba hizi pesa tumetengeneza, ama hii mali tumetengeneza kwa jasho langu, unakwama kwa 200,000. Hakuna siku unasonga, hakuna siku inapungua 200,000. Lakini yule mwenye alikuwa na 200,000 akatoa, sasa hivi kuna milioni. Hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anafanya kazi. Unapotoa unapata, unapotoa unapata, unapokuwa na yako inabaki hapo hivyo, na pengine inaisha. Basi ndugu wapendwa, kwa moyo wa unyenyekevu na moyo wa huruma, ninawasihi ya kwamba hata msipotoa leo, tujue ya kwamba wageni wanakuja, makambi tunafanya, na Mwenyezi Mungu akawatika kiti chake cha enzi na anashughulikia na itaisha. Lakini mimi nasema hivi, kama sikutoa, Sabato ijayo nitakuja naye. Situseme hivyo wapendwa? Tutolee Mungu tuweze kuishi maisha mazuri. Tuweze kumtolea Bwana wa Sabato, tuweze kupata raha ya Sabato. Tumtolee Mwenyezi Mungu Bwana wa baraka, tukapata baraka ya ajabu. Si ndivyo? Asante. Ndugu wapendwa, wacha niwaambie, maisha tunamoishi wakati huu si maisha ya kubahatisha, si maisha ya kuchezea.